Tunazungumza katika ule umri wa uhuru dhidi ya utumwa ama mateka, umri wa miaka kati ya 2 mpaka 25 na wakati mwingine mpaka 30. Hapa katikati watu wengi hupotezwa na wazazi wao, watu wengi hupotezwa na walezi wao, na wengine hupotezwa na walimu wao, na hata wakati mwingine waajiri wao, kwa kuwadumaza katika mambo ambayo wanaamini wao wanahitaji kwa mahitaji yao, lakini si kwa mahitaji ya kila ambacho Mungu amekipanda ndani ya mtoto husika au ndani ya mtu husika. Nimeweza kutazama pia filamu kadhaa, The Road to Sunrise, The Golden Boy, Ray Charles, The Boy Who Harnessed Wind. Labda nizungumze kidogo katika hili The Boy Who Harnessed Wind. Mvulana ama kijana ambaye alirina nguvu ya umeme kupitia upepo. Si kwamba hapakuwa na hiyo teknolojia wakati anaanza, bali ni ule uwezo aliokuwa nao wa kiuchunguzi na udadisi. Ndicho kilichomfanya akafanya haya pasipo kuangalia na pasipo kujua kwamba hivi vitu vipo. Huyu kijana alipokuwa mdogo alikuwa ni mdadisi sana. Alikuwa anachunguza, kwanza alianza kuangalia katika zile baisikeli za zamani, na huenda sasa hizi zipo lakini zimekuwa chache sana. Kulikuwa na dynamo kwenye baisikeli pamoja na drop ama taa. Sasa ilikuwa mtu anapokuwa anaendesha wakati wa usiku, ile taa inatoa mwanga. Sasa kilichokuwa kinazalisha mwanga ni ule ni kadri mtu anapozungusha ile tairi, anapoendesha kwa nguvu tairi ya baisikeli, na ule msuguano kati yake na dynamo, basi iliweza kuzalisha umeme ama kuzalisha huo mwanga. Maana ilitengeneza msuguano fulani ambao ulisababisha umeme uweze kuzalishwa na kuwasha ile taa. Sasa alikuwa akijiuliza sana, ni kwa nini ile taa inawaka? Akaanza kudadisi na kuangalia. Kwa kila wakati alikuwa akimwona mtu anapita na baisikeli, anamwangalia, anachunguza, ile pale ndio inayowasha taa iliyoko mbele ya baisikeli. Akawa anatafuta namna ya kuweza kuifikia baisikeli, aweze kuangalia kwa karibu. Kwa nini? Yaani ni kitu gani kinachosababisha iweze kuwaka? Yaani kitu gani kilichoko ndani ya ile dynamo kinachosukuma na kuzalisha umeme ama kuzalisha huu mwanga? Ilimsumbua kwa muda mrefu sana bwana mdogo, na alitamani kujua. Hivyo siku moja akafanikiwa kweli kushika baisikeli moja ambayo ilikuwa imeharibika, akaona ile dynamo akaichukua, na yeye akachukua baisikeli akaitoa ile group iliyokuwa kule mbele ambayo inawaka, akaunganisha kwenye redio, akasema, kwani nikisukuma ama nikikanyaga baisikeli kwa nguvu, kama inawasha group, haiwezi kusababisha redio ikatoa sauti? Akafanya hivyo. Ghafla akafanikia, akaona kumbe jambo kama hili linawezekana. Kumbe ile inazalisha umeme si tu kwa ajili ya kuwasha taa, bali kwa chochote kitu inaweza kukiendesha na ikawaka. Aliendelea kufikiri mara kadhaa na kutaka kufanya uvumbuzi wa ziada zaidi ya hicho ambacho amekiona. Na ndipo hapo alipoendelea mbele zaidi, akaanza kufanya udadisi mara kwa mara. Lakini katika mwaka huo kulikuwa na njaa kubwa sana kwenye kijiji chake alichokuwa naishi. Anaitwa William Kankwamba kwa jina lake. Kwa ukiandika William Kankwamba unaweza kaona kuna kitabu kilichoandikwa The Boy Who Harnessed Wind, ama filamu ambayo pia imeigizwa kutokana na hiyo historia. Imeigizwa katika nchi ya Malawi, na ndiko ambako kiliandikwa kile kitabu na maudhui yake. Sasa ilifika wakati
William Kankwamba anataka kwenda shule baada ya kuhitimu masomo yake ya darasa la 7, niseme kwa lugha nyepesi. Sasa anahitaji kwenda sekondari, lakini wazazi hawana pesa na shule ile inamhitaji atoe pesa kwa sababu amefaulu vizuri. Sasa wazazi wakasema, sisi hatuna pesa ya kukusomesha. Alienda shuleni akiwa anajificha, akakaa kwa muda wa muhula mmoja kwa kujificha, huku suruali ikiwa imeisha, shati lililochakaa, viatu hana, kwa anajificha. Ndipo hapo baba yake akamwambia, mwanangu, usiende tena shule, inabidi tubaki nyumbani kwa sababu hatuna hela ya kulipia. Alihuzunika sana William, lakini hakuwa na budi kwa sababu alijua hali ya maisha ambayo wazazi wake wanaipitia. Akakubaliana na wazazi wake, akabaki nyumbani, wakaendelea kulima. Walikuwa wanakula milo mitatu, ikabidi wawe wanakula mlo mmoja. Ilikuwa ni ngumu kukubaliana nao, lakini ndivyo ambavyo ilitokea. Ndugu yangu unayenisikiliza, William Kankwamba akajenga tabia ya kusoma vitabu na kufanya utafiti katika vitu mbalimbali, hasa habari ya makeniki na umeme. Kwa akawa anaenda jalalani ambako kuna vifaa vingi vimeharibika, matrekta yameharibika. Akaenda akachukua ile propela ya kwenye trekta, akaichukua na akaitengeneza na kuitundika kwenye mnara. Akawa anaangalia, je, inaweza kuzungushwa na upepo? Kwa sababu lengo, kama dynamo inazungushwa kwa kusukuma kwa miguu, basi kama upepo ukizungusha pia hii inaweza kuzalisha umeme. Naomba uangalie jinsi ambavyo mtoto anafikiria. Ni katika umri mdogo sana. Sasa alikuwa hapa na miaka 15, 16. Lakini mzazi wake bado alikuwa anamzuia kujihusisha na vitu kama hivyo. Namwambia, kwa nini nafanya vitu kama hivyo? Achana navyo, hivyo haviwezi kukusaidia wala haviwezi kufikisha mahali popote. Lakini mtoto alimwambia, baba, naamini ipo siku tutalima mazao yetu zaidi ya mara moja kwa mwaka na hatutakuwa na njaa kijiji changu chote. Yeye ameshaona namna ya kuweza kutatua tatizo la njaa katika kijiji chake, lakini wazazi na watu wengine wazima hawakuamini na wala hawakujua na wala hawakutaka kufikiria tunawezaje kumaliza janga la njaa katika ardhi ya kijiji chetu. Lakini mtoto ameshaona. Nakwambia, si kwamba ni yeye aliyekuwa anaona, bali Mungu aliyekuwa ndani yake ndiye aliyekuwa anamuonyesha vitu vya kufanya. Mzazi ama wazazi wake waliendelea kumpinga, na wakati mwingine wadogo zake walimcheka, wanakijiji walimcheka na kumdhihaki ya kwamba anachokifanya hakiwezi kumfikisha mahali popote. Lakini Kankwamba William aliamini anachokifanya na nakifanya kwa sababu na kwa kusudi maalum, kwamba alikuwa yuko kazini na kwamba, je, hamjui ya kuwa Mungu amenituma kazi ya kuokoa kijiji changu na wananchi wake? Ndiyo lugha ama ndiyo sauti anayoitoa William Kankwamba. Lakini mwisho wa siku William Kankwamba anakuja kutengeneza umeme unaozalishwa na upepo, na anaweka mifumo ya kutoa maji kwenye visima na kumwagilia. Akatafuta miti mitatu mirefu, akaichimbia chini, akaitundika kaenda mpaka juu, na yeye akapanda akaenda akatundika ile propela aliyoitengeneza, akashusha na waya, akaunganisha kwenye betri ambayo lilichukua kwenye trekta mbovu, ili umeme uweze kuzalishwa na maji yaweze kutoka kwenye kisima na kumwagilia. Wakiwa wanashangaa wakati wanaendelea kulima, hapana mvua, ile inaendelea kuzunguka, lakini kadri ilivyokuwa inazunguka ikaendelea, ikawa na kasi kubwa zaidi kwa sababu upepo ulikuwa mkali sana. Katika muda na wakati wasio utarajia,
na jambo asiyotarajia, maji yakaanza kutoka. Ilikuwa ni shangwe, furaha na vifijo. Wa kwanza kumkumbatia alikuwa ni babake, yeye aliyemzuia asijihusishe na mambo hayo. Akamwambia, ninajivunia kuwa na mtoto kama wewe. Wako wazazi ambao hawaelewi lugha za watoto wao mpaka wameona matokeo. Ndio maana wakati mwingine nasema ya kuwa hawatakuja kuelewa mpaka siku ambayo utapandisha bendera, ndipo wataelewa kwamba ulichokuwa unakifanya kina maana na kina mantiki. Usiache kukifanya.